Hamjambo wakazi wa Kenyowa Poka, naamini kwamba mmekuwa na siku njema na pia nami nimeshinda vyema. Kwa majina, mi naitwa Josephat Muthoka na leo nilikuwa naomba tuweze kukua na mazungumzo na kuelezana ukweli jinsi siasa zinavyoendelea za hapa Poka Kenyawa. Na pia tuweze kuelezana ni mambo gani ambayo tutahitaji kuangalia kupata yule kiongozi bora katika hii wadi yetu ambayo tumebarikiwa. Kwanza kabisa, wacha niwashukuru wote kwa kunipa sikio ili muweze kusikiza yale mambo ambayo nataka tuelezane kinagaubaga. Kutokana na wale viongozi ambao walikuwa hapo kitambo na wale wa sasa tukikombea ni yupi ambaye anakaa kuwa kiongozi bora. Wacha nielezee kwanza mahali ambapo saa hii tuko kama Poka Kenyawa na pia mahali ambapo kiongozi aliye katika uongozi saa hii mahali alipata wadi yetu ikiwa. Mwanzo kabisa ni kuwa tunaelewa kwamba kulikuwa na viongozi kadhaa pale mbeleni. Tulikuwa na viongozi ambao hata wengine waliweza kuongoza kwa miaka 15. Lakini ukiweza kuangalia yale mambo waliweza kutimiza katika hiyo miaka 15, unapata waliweza kuachieve very little. Ukiweza kucompare na the time that they had in office. One, unapata kwamba kati ya hiyo miaka 15 viongozi ambao walikuwa hapo mbeleni waliweza kukaa kwa kiti. Hakuna maendeleo yoyote yaliyotokea katika hizi towns ambazo ziko karibu na Mombasa Road, ambapo unapata towns kama Kiboko, Emali, Masimba na Sultan zilikuwa zimelengwa kabisa na viongozi ambao waliweza kutangulia, ambapo unapata ziliweza kuishi kama open air markets na ambapo hazingeweza kabisa kupata facilitation ama allocation ya funds kutoka county government. Sababu allocations huwa zinafanywa kwa miji ambayo iko katika town level na hizi towns zote zilikuwa zikiwa katika level ya open air market, ambapo hilo ni jukumu la MCA kuweza kuhakikisha kwamba towns ziko elevated na kuenda kukampeinia huko kwa county assembly. Ndio towns zikuwe elevated from open air markets to towns na maybe to municipality. But ukweli ni kwamba tangu Muloma aingie aliweza kung'ang'ana kabisa. Akahakikisha towns kama Masimba, Emali na Sultan zimeweza kuelevatiwa from their previous levels kutoka open air market zikakuja mpaka town level na hadi akapandisha kiwango chao kukua hadi municipality level. Why am I saying this? Ni kwamba unapata wale viongozi wamekuwa hawakutaka kabisa kuona maendeleo ikifanyika katika hizi towns. Lakini wasilokuwa wakijua ni kwamba kufungua towns huwa kunasaidia sana kuweza kuleta ushuru ambao hukusanywa kutoka kwa wananchi, na sababu huo ushuru ndio hurudishwa pia kusaidia kufanya maendeleo. Na jambo ambalo Muloma amefanya ni jambo muhimu sana. Unapata pia ameweza kufungua hadi huku interiors whereby masoko kama Pai na huko Moi unapata kumefunguliwa na pia ukapata towns zinaweza grow from interiors. Na pia unapata residents wa Poka Kenyawa wanaweza kuwa wakifikisha mazao yao ya shambani, be it milk to the towns. Unapata amefungua the economic activities za Poka Kenyawa.
Again, ni kwamba Muloma ameweza kusaidia sana katika health sector, ambapo ameweza kufanya marekebisho mingi katika hospitali ambazo zilikuwa zina exist. One being Masimba, ambapo alipandisha level ya Masimba Hospital up to level 4, ambapo unapata wako na uwezo wa kufanya mpaka operations. Ilkilunyeti dispensary ambayo ilikuwa imekwama, pia aliweza kusaidia sana kukapatikana daktari na ikaanza kuwa operational. Just to mention a few, unapata pia Emali amesaidia sana kuleta hospitali, ambapo hata ile land ambayo ilikuwa imetengewa kutengenezwa hospitali ilikuwa tayari imeuzwa. Lakini within the first 3 years ambazo ameweza kuongoza, amefanikisha kupeleka kesi kotini ya wale walikuwa wameuziwa hiyo shamba ya hospitali, na pia mwenye alikuwa ameuza, na wakakuwa compensated waweze kurudisha ile shamba ama ile ardhi ilikuwa imetengewa hospitali. Kando na hilo ni kwamba pia alienda an extra mile, akaweza kuhakikisha kwamba ameenda kupeleka motion katika county assembly, na kuhakikisha kwamba hata pesa za kujenga ile hospitali zimepatikana, na pia akahakikisha hospitali imejengwa ili watu wasije wakaona hiyo land iko idle waanze kugrab tena. So kwanza Muloma wacha tumshukuru sana kwa hilo. Kitu ingine ni kwamba ameweza kuhakikisha kwamba town kama Emali after kupandishwa level, ameng'ang'ana pia akahakikisha imekuja into a municipality together with Masimba and Sultan, whereby hiyo ni kumaanisha hiyo kuleta a town into a municipality ni kumaanisha ile soko itakuwa inaweza jisimamia, kucollect revenue on its own, na kuajiri watu ambao wako within that geographical area. Unapata municipality huwa iko na uwezo wa kuajiri wale watu wako within that geographical area. Na kwa hilo atakuwa amefungua job opportunities for the residents of those towns, na pia utapata vitu kama drainage zimeweza kutengenezwa, na pia aka open up economic hub ya hiyo area, sababu utapata kuna bus parks within that municipality. Utapata pia kuna vitu kama modern markets, ambapo wamama wanaweza kuwa wakiuzia bidhaa zao za mashambani, na pia vijana ambao labda wa bodaboda watapata kazi ya kubebea wale watu wanauza vitu pale. Kingine ni kwamba ushuru wa Kajiado utaongezeka maradufu, sababu wakati masoko imefunguliwa huwa unapata there is a lot of revenue collection depending on the people who go to the market and sell their goods. Another thing ni kwamba pia through opening up of these towns atasaidia appreciation of land rates, not land rates but utapata pia mashamba imeweza kupata, let's say value imeongezeka kivalue. Kama ilikuwa inatoka let's say 1 million, utapata shamba itapanda iwe inaweza uzika maybe 2 million, ambapo previously ilikuwa inaweza uzwa na 1 million. So unapata land imepata value. Juu investors watakuja wakitafuta land ambapo wataweka biashara zao, na through that utapata mtu atakuwa anaweza benefit vizuri na hata zaidi kutokana na hilo. The other thing that I can add ni kwamba Muloma amesaidia sana kwa wale watu ambao walikuwa wakiishi na wasiwasi around the towns, ambao maybe mashamba yao haikuwa imepata title deeds. Amesaidia sana kuleta surveyor na kuhakikisha kwamba wale watu walikuwa wakiishi kama squatters
na kukaa na wasiwasi wakidhani mashamba yao itakuja ama nyumba zao zitakuja kugongwa, at least amesaidia sana kuhakikisha kwamba hao watu mashamba zao zimefanywa titling na wakapata title deeds. So ni kumaanisha kama mtu alikuwa amejenga na ako na wasiwasi ya kwamba ile nyumba inaweza kuja kugongwa, kwa sasa anaweza endelea kudevelop land yake na aweze kuishi na amani bila wasiwasi yoyote. Kwa hayo machache nitaachia hapo, lakini kutoka kesho tutaendelea na haya mazungumzo. Na pia tukumbuke kwamba Moloma amesaidia kuajiri vijana kutoka sehemu tofauti tofauti, starting from Masimba na huko ndani Oldonyolenkai, hapa side za Ntumoto na hizo area zingine huku ndani ndani. Amesaidia vijana sana. So just to say a little, wacha tuachie hapo na niwashukuru kwa kunipa sikio. Asanteni. Goodbye.